Tuna serikali ambayo imejiweka madarakani bila ridhaa ya wananchi kwa kutumia mtutu wa bunduki na kuua watu wengi. Serikali ambayo wananchi hawajaichagua, kwa sababu wote tunajua kwamba kura hazikupigwa tarehe 29 kwa nchi nzima, maeneo mengi. Kwa ni serikali sio na ridhaa ya umma. Sasa kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo vinataka kupotosha kwa makusudi, ambavyo lazima tuviweke vizuri. Jambo la kwanza, kumekuwa na utekaji nchi hii, watu wanauawa, wanatekwa, wanapotea. Na mara zote sisi kama chama na wananchi wengine ambao wanaipenda nchi hii, viongozi wa dini wanaoipenda nchi hii wamesema mambo haya. Alisema Askofu Gwajima na kanisa lake likafungwa, ambalo tunaambiwa sasa limefunguliwa. Amesema watu wanatekwa, na sisi tunajua. Sisi Chadema ni wahanga wakubwa wa watu kutekwa. Ametekwa Mdude Nyagali, ametekwa Deusdedit Soka, alikuwa mwenyekiti wetu wa vijana. Wametekwa kina Ben Sanane, wametekwa kina Kipanya, viongozi wetu wa chama hao wengi kwa mamia, na wamepotea. Na wameteka mpaka watu wa CCM ambao ni high ranked officers wa CCM, ambao wamekuwa viongozi wakubwa wa CCM, katibu mwenezi wa CCM kitaifa, barozi wa Tanzania kwenye nchi mbalimbali, mkuu wa wilaya. Sasa huwezi kupuuza mazingira ambayo watu wanapotea na serikali ipo na serikali iko kimya. Hayo mambo yamekuwa yakiboil up hasira za Watanzania, kwa sababu Watanzania hawataka kuishi kwa hofu. Chaguzi zinaibiwa. Watanzania wangependa waweke viongozi madarakani wanaowajibika kwao, ambao watatumia rasilimali zao. Na naona sasa hivi CCM inazungumza kwamba tuna rasilimali nyingi. Huko nyuma imekuwa inasema hatuna rasilimali, ndio maana sisi ni maskini. Sasa hivi wanasema tuna rasilimali nyingi. Sisi tumekuwa tuna maintain kwamba nchi hii ina rasilimali nyingi na hakuna mtu anastahili kulala njaa, hakuna mtu anastahili kuishi vibaya kwa sababu tuna rasilimali. Wamekuwa wakipinga. Na sisi tumekuwa tuna maintain. Kinachotufanya tuwe hapa ni uongozi wa hovyo, mbovu, usiotokana na ridhaa ya wananchi, kwa sababu